Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ni wakati mwingine Mungu ametutuma kwako. Ni wakati mwingine Jehova ametutuma kwako. Anataka tukueleze kuhusu ukombozi kutoka katika nguvu za giza na kuhamishwa kiroho. Ukombozi kutoka katika nguvu za giza na kuhamishwa kiroho. Kwa lazima mtu akombolewe kisha ahamishwe kutoka katika ufalme wa giza aende katika ufalme wa nuru. Nini maana ya ukombozi? Ni tendo la Mungu la kuokoa watu wake kutoka katika utawala wa shetani, dhambi, giza la kiroho na kuwaingiza katika nuru na uzima wa milele kupitia Kristo Yesu. Lazima watu wakombolewe kisha wahamishwe kutoka katika ufalme huo wa giza waende katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Biblia inasema katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Naye alituokoa na nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Amen. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tulishahamishwa. Kwa nini watu leo wanateswa na mapepo? Kwa nini leo watu nguvu za giza zinawaelemea? Kwa nini watu roho za giza zimewataki? Wakati maandiko yanasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa nini leo watu nguvu za giza zimewakamata? Ukitaka ujue kuwa wewe uliokolewa na kuhamishwa, ni wewe ambaye mapepo hayakufati, nguvu za giza zikutawali. Kwa lazima Mungu ametutuma leo kuzungumza na wewe, kukutoa katika giza, kutoa katika giza la kiroho, kutoa katika dhambi, kutoa katika mizigo ambayo umebebeshwa na Ibilisi. Mungu ametutuma kama vile alivyomtuma Paulo, akamwokoa, akamtuma kwa watu wa mataifa, awafumbue macho. Ndivyo na sisi Mungu ametutuma kuwafumbua watu macho. Ametutuma kuwafumbua watu macho. Ameachilia nuru ndani yetu. Ameachilia nuru kinywani mwetu. Hii ni nuru. Lazima utoke gizani. Lazima utoke gizani. Lazima watu wageuzwe, waiache giza na kuielekea nuru. Lazima watu waiache giza na kuielekea nuru. Waziache nguvu za giza, waziache nguvu za shetani, wamwelekee Mungu. Mungu ametutuma. Lazima giza likuachie. Lazima watu waiache giza, waielekee nuru. Lazima watu wageuzwe, waielekee nuru, waiache giza kupitia jina la Yesu. Lazima waziache na nguvu za shetani. Ukombozi kutoka katika nguvu za giza, ukombozi kutoka katika nguvu za giza na kuhamishwa kileo. Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 17 na wa 18. Somo mwalimu. Na unasema hivi 17. Amen. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao. Amen. Wafumbue macho yao. Ndio. Na kuwageuza. Ndio. Waiache giza. Ndio. Na kuielekea nuru. Amen. Waziache na nguvu za shetani. Yes. Na kumwelekea Mungu. Yes. Kisha wapate msamaha. Amen. Wa dhambi zao. Amen. Na ulisi. Amen. Miongoni mwao. Amen. Waliotakaswa. Amen. Kwa imani iliyo kwangu mimi. Amen. Amen. Lazima watu waziache nguvu za giza. Mungu ametutuma. Iko nuru ameiachilia ndani yetu. Lazima watu watoke kwenye giza. Lazima watu watoke kwenye nguvu za shetani. Ni lazima watoke. Ukombozi kutoka katika nguvu za giza na kuhamishwa kiroho kupitia jina la Yesu. Yako majeshi ambayo yamewakamata watu mwalimu. Yako majeshi ambayo yamekamata watu wanatembea katika nguvu za giza. Huko watu tunaona wanafanya matukio. Kumbe wanaongozwa na nguvu za giza. Kwa huo mtandao wa giza lazima ukatwe kwako. Kisha ukamwelekee Mungu. Kisha ukaielekee nuru. Lazima utoke kwenye giza. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, haya ndio Mungu ametutuma. Lazima watu yawaachie. Lazima watu yawaachie. Lazima watu yawaachie kupitia jina la Yesu. Wakaielekee nuru kwa jina la Yesu. Haya majeshi na wakuu wa giza ambao watu wamewakamata kwenye giza, Mungu ametupa nuru. Mungu ameachilia nuru ndani yetu. Lazima watu watoke kwa jina la Yesu.
waingie katika ufalme wa mwana wa pendo lake kupitia jina la Yesu Kristo. Kupitia jina la Yesu Kristo. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Lazima uhame kwa jina la Yesu. Iko nguvu ya Mungu inaweza kukuhamisha kutoka kwenye giza kupitia jina la Yesu. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Nao unasema hivi. Amen. Kwa maana kushinda kwetu sisi ndio si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, ili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haya ndio Mungu ametutuma tuiachilie nguvu ya Mungu. Watu wakatoke. Lazima utoke kwenye hilo giza. Lazima utoke kwenye hilo giza. Iko nuru ya Mungu katika hivi vinywa kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lazima uhame. Kwa nini Mungu anaamua kuwatoa Waisraeli katika nchi ya Misri, anawapeleka Kanaani? Kwa nini? Why? Kwa nini? Hilo tafakari. Ndivyo Mungu alivyotutuma leo wewe kukufumbua macho. Uielekee nuru, utoke katika giza. Utoke katika giza. Uziache na nguvu za shetani kupitia jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu. Kwa nini Mungu anawatoa Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri, anawapeleka Kanaani? Alafu leo Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Wakati Waisraeli walipokuwa Misri, kulikuwa na mizigo ambayo walikuwa wanabebeshwa kule. Leo Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjifunze kwangu, nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lazima mizigo ya Wamisri uiache kwa jina la Yesu. Lazima mizigo ya Wamisri uiache kama vile Waisraeli walivyoiacha kwa nguvu ya Mungu. Mungu ametutuma kwako. Kutoka sura ya 6 mstari wa 6. Kutoka 6:6 nayo inasema hivi. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova. Nami nitawatoa ninyi mtoke nchi ya mizigo ya Wamisri. Nami nitawaokoa na utumwa wao. Nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Amen. Mungu ametutuma kukuokoa kwa jina la Yesu. Alimtuma Musa kuwaokoa Waisraeli. Akamtuma Paulo kwa watu wa mataifa. Leo Mungu ametutuma kwako wewe. Ametutuma kwako. Lazima hilo giza linalokuendesha likuachie kwa jina la Yesu. Iko nguvu ya Mungu. Lazima uhame kutoka katika hilo giza. Uingie katika ufalme wa mwana wa pendo lake kupitia jina la Yesu Kristo. Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Unasema hivi. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Leo Yesu anakuita kutoka katika nchi ya Misri. Leo Mungu anakuita kutoka katika giza uingie ndani ya Kristo. Lazima uingie ndani ya Kristo, ukawe kiumbe kipya, ukakutane na maisha mapya, ukakutane na nguvu mpya, ukakutane na neema mpya. Lazima utoke kwenye hiyo mizigo ambayo shetani anakubebesha kupitia jina la Yesu. Kwa kuhamishwa kiroho ni mchakato. Huu ni mchakato wa kiroho kutoka katika ya kale. Kwa mtu lazima atoke katika ya kale, atoke katika vifungo vya kiroho kupitia hizo nguvu. Lakini iko nguvu ya jina la Yesu. Lazima watu watoke kwenye giza. Wakorintho 2 sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Kwa mwanzo alikuwa wapi huyu mtu? Ambako leo tunataka kwa jina la Yesu atoke kupitia jina la Yesu katika ufalme wa giza ambao unakutawala. Ukihamishwa, mapepo hayatakufuata, giza litakufuata kwa sababu uko kwenye nuru. Giza haliwezi kuja kwenye nuru. Kwa maana Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Wewe uko wapi? Je, upo kwenye giza au upo kwenye nuru? Kwa ukombozi kutoka katika nguvu za giza na kuhamishwa kiroho. Kwa unapohamishwa kiroho, huku unakutana na kiongozi mkuu ambaye ni Roho Mtakatifu. Na hapo utakutana na Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu.
Kwa mtu akishakombolewa na kuhamishwa, huku anakutana na kiongozi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Wakati alipokuwa katika ufalme wa giza, huko kulikuwa na kiongozi, wakuu wa giza, mapepo. Kwa lazima uhame kupitia jina la Yesu. Iko nguvu ya Mungu ya kuhamisha. Ndio. Amen. Mimi nataka kujua ama utuelezee kwamba anaweza mtu anajiuliza maswali kama mimi kichwani kanajiuliza kwamba mtu anawezaje kuhama kutoka katika hizo unazozungumzia kwamba nguvu za giza au katika ufalme wa nguvu za giza na akaingia katika ufalme wa nuru ambao tunasema ufalme wa Bwana Yesu Kristo. Sawa. Na je, mtu anawezaje kukaa ndani ya Yesu Kristo? Anakatumia njia gani au nafasi gani ambayo anaweza kukaa au anaweza kulipia gharama gani? Ni gharama gani ambayo inaweza kumkosti mtu kukaa ndani ya Yesu Kristo unapozungumzia mwalimu? Ukitufundisha jambo hilo tutafurahi sana kwa sababu hata mwenyewe nimekaa hapa najiuliza, je, mtu inampasa alipe nini ama anawezaje kuingia? Gharama zake ziko vipi? Kwanza gharama hamna. Yes. Ila ni kujibu pale kwamba umesema inawezekaneje mtu kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza. Lazima awepo mtu mmoja aliyetumwa na Mungu. Aliyeaminiwa na Mungu na katumwa. Kama vile Musa alivyotumwa kwa Waisraeli kwa Farao kule, kuwatoa Waisraeli katika ile nchi ya utumwa. Hivyo Mungu anatumia mtu mmoja kumtoa katika ufalme wa giza. Kwa tunaposema Mungu ametutuma hapa, iko nguvu ya Mungu tutaiachilia kwako. Yako maombi tutaiachilia. Kama iko roho inaweza kukuingia kupitia simu, basi amini, iko nguvu ya Mungu inaweza kukuingia kupitia simu. Inaweza kukuingia kupitia kipindi hiki. Unaweza kupokea nguvu ya ukombozi kupitia kipindi hiki kwa jina la Yesu. Mungu ametutuma kwako. Mungu ametuamini. Iko nuru ya Mungu katika vinywa vyetu. Hayo maneno utakayoyasikia, amini, umetoka kwenye giza kupitia jina la Yesu. Hakuna gharama kuhama, lakini iko nguvu ya Mungu ambayo Mungu ameigharamia kwa kumtoa mwanae Yesu Kristo. Akafa kwa ajili yetu. Amen. Ukisoma katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Iliyokuwa na wadui kwetu. Akaiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani. Kwa hakuna gharama utakayolipia, lakini Mungu alishalipa gharama kupitia damu ya Yesu Kristo. Iko damu ya Yesu Kristo. Hata kama unadaiwa katika ulimwengu wa roho, hata kama mababu wanakudai, hata kama wachawi wanakudai, hata kama waganga wanakudai, iko damu ya Yesu tutaiachilia. Itakwenda kulipa madeni ambayo unadaiwa katika ulimwengu wa roho. Maana yeye aliustahimili msalaba, akaizalau aibu. Yeye ni Mungu wetu. Kwa kupigwa kwake, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Lazima upone kwa jina la Yesu. Asante sana Mwinjilisti kwa kunifanulia kidogo, kwa kunifundisha. Kama yule mtu ambaye alikuwa anajiuliza swali kama nilikuwa najiuliza mimi, basi amepata jibu. Basi tumshukuru Mungu kwa kutufikisha wasaa huu. Alikuwa ukitusikiliza tangia mwanzo mpaka tulipofika. Basi masomo yetu yanakuwa na dakika 13, yakizidi sana dakika 14, dakika 8. Tunapenda uendelee kutufuatilia katika chaneli zetu zote. Basi tunaenda kuombea. Bwana Yesu, kwa damu yako na Baba, tunaituma nguvu yako watu wako ambayo Bwana umeiachilia ndani yetu. Jehova, tunaachilia nguvu yako. Kila waliofungwa na ufalme wa giza, tunaachilia nguvu ya Mungu kutoka katika giza. Achilia nguvu ya Mungu ukatoka katika hilo giza na kuita kutoka kwenye giza na kuita kutoka kwenye ufalme wa giza kupitia jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu ikalipe hayo madeni. Damu ya Yesu ikalipe kila madeni ambayo yanadaiwa katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikakutoe katika giza, ikakutoe katika giza. Yeye aliyetuita tutoke gizani tuingie katika ufalme wa mwana wa pendo lake kupitia jina la Yesu Kristo na kuhamisha kila giza ambalo limekukamata. Achilia nguvu ya Mungu ikakutoa katika mikono ya Ibilisi kupitia jina la Yesu. Tunaituma hii nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu kaishi katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Asante, endelea kutufuatilia. Naitwa Pastor Bear. Amen. Every Peter. Okay, endelea kutufuatilia katika TikTok zetu na mtandao wa YouTube kama BSF Vijana. Nimekwambia naitwa Pastor Bear. Call me Pastor Bear. Barikiwe. Thank you.